ati yule mtu wa kitendawili si nilimshinda? Na niliwaambia nitamshinda asubuhi na mapema. Na zilikuwa hivyo. Kwani angenishinda namna gani hata nyinyi mkipima? Angetushinda namna gani? Nyinyi mnanielewa? Ati sasa anatuambia ati aliambiwa na mtu mwingine anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye alishinda. Sasa niwaulize, whistleblower ndio kupiga kura ama ni nyinyi ndio kupiga kura? Si nyinyi ndio mnaamua? Si mliamua na mambo ikaisha? Sasa tupange mambo yakaendelea mbele ama ni aje? Sasa mimi nataka niwaambie yule jamaa rafiki yangu, please, wewe wacha kujisumbua na maandamano. Jipange 2027. Na siku hiyo nitakuwa nimejipanga zaidi. Sasa so wacha kusumbua wananchi bwana. Sasa unasumbua wananchi kuwapelekea vita, kuwapelekea fujo, kuwapelekea maandamano. Mimi nataka niwaulize, nasikia pengine ule mtu wa whistleblower ameambia huyo jamaa ati ukiweka sufuria kichwa na ufanye maandamano ati bei ya chakula itapungua. Mimi nawauliza, vile ya kupunguza gharama ya maisha ni mkulima apate mbegu, apate mbolea, tuzalishe chakula ikiwe kingi, iletwe sokoni, bei ipungue, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. And that is what I am doing. Nikasema Uhuru wa Kenyatta ndiye atakuwa kiongozi wa Kikuyu kulingana na maoni yangu. Thank you. Na mtu yeyote ambaye anapenda Wakikuyu afuate Uhuru. Thank you. Mtu yeyote ambaye anataka kuzungumza na Wakikuyu azungumuze na Uhuru. Uhuru atatuambia. Serikali yoyote ambayo itakuja, Wakikuyu lazima wawe katikati yake. Na tukijua wewe unaingia kwa Wakikuyu bila kwenda kupitia kwa Uhuru, sisi tutatoanga wewe kwa siasa. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Ile kitu siwezi kuwadanganya ni kwamba bei ya mafuta inashughulikiwa na wale wanatuuzia mafuta. Tunaelewana? Sisi kama Kenya hatuna mafuta, tunanunua kwa watu wengine. Wale wenye kutuuzia ndio wanatuuzia na bei ile wanajua. Na tumekubaliana na wao ya kwamba hiyo bei tutaipiga msasa kweli kweli. Tukiwa hapa, mimi nataka niwahakikishie, Kenya tunanunua kwa bei ya chini kuliko majirani zetu. Ile mkataba niliweka na wale watu wa Saudia na wale watu wa UAE, saa hizi majirani zetu Uganda, Tanzania, Rwanda wanaenda kutafuta vile nilifanya. Kwa sababu vile nilifanya ndio imetusaidia, hatuna matatizo katika masoko yetu na mafuta tuko nayo ya kutosha. Kuwalipia wakuje wasome ujuzi, taaluma hiyo yote wanatafuta, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Nyinyi watu wa Kirinyaga Central, mnaniahidi wanafunzi watakuja hapa? Mtawalete lini? Mtapanga na gitari? Bas, mujipange vizuri, kwa sababu nataka munisikize watu wa Kirinyaga. Mimi sitaki ati ya kwamba wakati tunapanga vijana wa Kenya na ajira, ati vijana wa hapa Kirinyaga wako nyumbani waking'edhia. Hiyo maneno siwezi kubali. Ama namna gani? Mtalete watoto wetu wakuja wasome hapa jameni? Ndio nisijenge nyumba kubwa kama hii, tulete equipment hapa. Tumeajiri walimu, tumeweka pesa ya basari, tumeweka pesa ya loan, lakini wanafunzi wamekosekana. Sio unaona hapo iko makosa? Ama mnaonaje? Mtajipanga? Huyu mama amesema Kiangai tutajipanga. Bas, mimi nimekubali mtajipanga. Ya tatu, mimi pia nataka niwaeleze hapa vile vile. Tumelete kompyuta 50 ya kwanza, kompyuta 50 zinakuja zingine.
hawa vijana ambao wako hapa tumewapanga, tuko na walimu. Nimesema mambo ya internet ndani ya mwezi moja hiyo imefika hapa, kwa sababu tunataka ile program ya digital jobs. Tumepata mama moja hapo anaitwa Winfred, anasema amepata dola ngiri 3, $3,000. Nyinyi mna $3,000 mna pesa ngapi? 1,400. Hiyo 1,400 ni pesa kidogo? Si inaweza kufanya kitu? Na inapatikana hapa kwa hiyo mambo ya internet. So mimi nawaambia vijana nyinyi wa Kirinyaga, tumekubaliana pia na mjumbe wenu, tunajenga ICT hub kila ward. Mimi nitaweka internet, huyu mjumbe wenu atajenga, tutaweka kompyuta, tutaweka walimu, ili tupange hawa vijana na ajira kwa mambo ya digital jobs. Vijana wa hapa mko tayari? Vijana wa Kirinyaga mko tayari? Mnasema tupangane namna hiyo? So hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa. Kazi ya tatu nimekujia hapa ni mambo ya stima.